Karibu sana popote pale ulipo katika sehemu ya mwisho ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Nyumba ya Ajabu ya Mlango wa Tatu. Na tukikumbuka katika simulizi iliyopita ambayo ilikuwa ni ya sehemu ya 10 ya Nyumba ya Ajabu ya Mlango wa Tatu, tulitamatisha na ile sehemu ambayo inasema ya kwamba Sengo akasema haraka, msamaha apewe, lakini afundishwe darasa la tabia kwanza. Wote wakacheka kidogo baada ya hofu kubwa, lakini kabla hawajatoka nje, sauti ya mzee ikasikika tena. Mmefunga mlango wa 4, lakini mlango wa 3 bado unamrithi. Mwanzo wa dhahabu ukamzunguka. Mwanga wa dhahabu ukamzunguka beka. Funguo ikaelekea Mwanga wa dhahabu ukamzunguka beka. Funguo ya dhahabu ikaelea hewani, na ukuta wa mbele ukaanza kufunguka taratibu, ukionyesha chumba cha siri cha baba yake ambacho hakijawahi kuonekana. Beka akavuta pumzi kwa mshangao. Baba aliacha nini tena? Sasa karibu katika hitimisho la simulizi yetu hii nzuri, ambapo Beka na Sengo na Joram walisimama mbele ya ukuta uliokuwa umefunguka wakitazama chumba cha siri cha baba yake Beka. Mwanga wa dhahabu ulikuwa unatoka ndani taratibu. Beka akaingia kwanza. Ndani kulikuwa na chumba safi kilichojaa vitabu vya zamani, ramani na picha za babu zake. Katikati kulikuwa na meza yenye barua moja iliyofungwa kwa muhuri wa dhahabu. Juu yake kulikuwa na maandishi haya: kwa mwanangu Beka, siku ukifika hapa ujue umefaulu mtihani wa moyo. Mikono ya Beka ikatetemeka alipofungua barua. Ndani baba yake aliandika haya: mwanangu, nyumba hii haikujengwa kuficha dhahabu wala kutisha watu. Ilijengwa kujaribu mioyo ya wanadamu. Mlango wa 3 huonyesha ukweli wa ndani ya mtu, lakini mtu huyu aliyejaa tamaa huanguka. Aliyejaa chuki huungua moyoni. Aliyejaa upendo na hekima hupewa nuru. Beka machozi yakamtoka. Barua ikaendelea: kama unasoma hii, maana yake umechaguliwa kuwa mlinzi mpya. Lakini kumbuka, mlinzi wa kweli si mwenye nguvu, ni mwenye huruma. Sengo akasema kwa mshangao, kumbe safari yote ilikuwa somo. Joram akapiga magoti kwa aibu, nimekosea maisha yangu yote kutafuta nguvu. Beka akamsogelea na kumwinua. Mtu akitambua kosa lake ameanza kubadilika. Ghafla nyumba nzima ikaanza kung'aa. Kuta za zamani zikawa mpya, vumbi likatoweka, na bustani nje ikachanua maua. Nyumba ya kutisha ikageuka kuwa nyumba ya amani. Sauti ya mzee ikasikika kwa mara ya mwisho: kazi yangu imekwisha, sasa mlinzi mpya ameonekana. Mwanga ukapaa juu angani na ukatoweka. Tangu siku hiyo Beka akawa kiongozi mwenye hekima wa kijiji. Sengo akabadilika na kuwa mtu wa kusaidia wengine huku akibaki mcheshi. Joram akatumia maisha yake kufundisha watoto mema ya kweli. Na kuhusu mlango wa 3, haukuonekana tena kwa watu wa tamaa, lakini ilisemekana kuwa kila mtu mwenye moyo safi, mwenye huruma, akiwa na shida kubwa maishani, usiku wa manane angeweza kuona kifunguka taratibu, ukimpa njia ya kweli. Watu wa kijiji walijifunza jambo moja kubwa: nyumba ya ajabu haikuwa ya kutisha, ilikuwa kioo cha moyo wa binadamu. Na huu ni mwisho wa simulizi yetu.